Kwa majina naitwa Isaac Mungai, aka Kijana Msafi, chairman wa New Gema Young Leaders Movement. Na nimekuja hapa kuzungumzia yale mambo ambayo yanaendelea katika taifa letu la Kenya. Na nimeona juzi ya kwamba Moses Kuria ambaye anajitanga chief advisor wa President William Ruto akijaribu kutafuta kanjia ya kuingia katika Jubilee, lakini anakuja na force, anakuja na mbio mingi, ako na haraka mingi kwa sababu anataka kukuja Jubilee na akuja kuwe SG the same day. Ya kiti ambayo imekaliwa na Jeremiah Kioni. Mimi I'm not a spokesperson of the Jubilee Party because I'm not a member. I'm a member of a DCP. Lakini ile kitu ambayo nikiangalia nikipima naona ya kwamba Moses Kuria amechoka kupatia advice mtu ambaye haezi patiwa advice. Amechoka na kuelekeza serikali ambao haina mwelekeo. Na kwa sababu amechoka, anatafuta njia ama anatafuta mbinu ya kukuja Munyoro. Na kwa hivyo mimi basi kama mwanachama wa DCP naambia Moses Kuria, tafadhali, makosa yako si mingi sana. Makosa yako si mingi sana kule kwa serikali. Kama unataka kuja kwa Munyoro, kuja direct, kuja express. Acha kupitia njia mingi, unapita mbali. Kwanza upitie Jubilee, sijui kufanya SG ndio upate network ya kuongea na Rigiji, ama ndio upate network ya kuingia katika mlengo wa upinzani. Acha kupitia huko kwa bwana Moses Kuria. Mimi nakwambia kuja direct, jirete mwenyewe, ukuje wa Munyoro express. Rigathi Gachagua hana shida, atakupokea. Atakupokea, mtazungumza, kwa sababu tungependa pia mshikane nyinyi nyote, ndio hii safari ya kupeleka Kasongo nyumbani hata pia ikuwe rahisi. Na kwa sababu Moses Kuria, makosa yako si mingi. Wale ambao wako na makosa mingi katika serikali ya William Ruto, wewe sio mmoja wao. Makosa yako tu ni kidogo tu, makosa yako tu ni kidogo tu, hapo hivyo tu kidogo hapo, kudanganya William Ruto kidogo hapo, kurusharusha maneno kidogo hapo. So wewe utakuja Munyoro tukupokee, upatiwe scarf, upatiwe kofia na safari iendelee. Otherwise kuna haja ya kupita mbali huko kwa Jubilee, kwa sababu pia chama cha Jubilee ni chama ambacho kiko na matatizo yake. Kwa hivyo usiende kupeleka confusion mingi huko Jubilee. Usiende kupiga Kioni tayari mtu wako chini, hakuna haja ya kuumiza huyo mzee. Kuja DCP. Na niseme ya kwamba iko watu wanaongea mingi wakisema ya kwamba Rigathi Gachagua anaongea sana mambo ya chama, mambo ya DCP, ni kama sijui anataka Mlima Kenya tukue na chama moja. Mimi nataka niambie wale wanaongea hivyo, kwa sababu hii ni kitu ambao iko tayari watu wanaongea. Mimi ningetaka niweke hii kitu wazi kama mwanachama wa DCP. Niseme ya kwamba tuko na vyama, zile vyama ambazo tumesikizana ya kwamba tuko katika mrengo wa upinzani. Na hizo vyama ni kama chama cha PLP kinaongozwa na Mheshimiwa Martha Karua, tuko na chama cha Kalonzo Musyoka, tuko na chama cha Eugene Wamalwa, tuko na chama pia cha JB Muturi, tuko pia na chama cha Munya ambaye juzi ameingia katika mrengo wa upinzani officially. Kwa hivyo ile kitu tunasema, zile vyama katika Mlima Kenya tuko katika makubaliano ya kwamba hii vita ya kupeleka Kasongo nyumbani tunaelekeza mishare katika mrengo moja. Hatuna vita na hizo vyama. Ile kitu kiongozi wetu anasema ni ya kwamba kama kuna chama hapa na mwenye hiyo chama anafanya kazi katika serikali ya William Ruto, hiyo chama sio yetu, hiyo chama si ya Mlima Kenya, hiyo chama ni mali ya William Ruto, which is true. Kwa sababu sasa kama wewe ni kiongozi wa Jibebe, umepatiwa kazi na William Ruto, wewe na chama chako mko katika coalition ya Kenya Kwanza, ina maana ya kwamba wewe na chama chako ni mali ya William Ruto. So Rigathi akisema hivyo hakuna mahali amekosea, na akisema hivyo hakuna mahali amesema chama sijui ni moja. Kama wewe ni Moses Kuria, pengine chama yako ni ya chama cha kazi, umeuzia William Ruto ndio akupatia kazi ya advisory. Tukisema wewe na chama chako ni mali ya William Ruto, msikue na pressure ama matusi mingi, mkubali tu. Na wale wengine ambao wanasema vyama vyao hazijaingia katika mkataba ya Kenya Kwanza na wako katika Mlima Kenya, wanasema sijui wanafunikwa na DCP. Nataka niwaambie hapa leo hii, hakuna kukaa katikati kama sehemu nyeti. It's either uko katika opposition ama uko katika serikali ya Kasongo. Na kama uko hapa katikati unahangaika msituni peke yako, na hiyo chama yako umelalia hapo kwa mattress mkiwa na bibi yako, haukuji kuuza chama chako, haukuji kuuzia wananchi ideology ya chama chako, hakijulikani. Usikuja hapa kupiga kelele ukisema ya kwamba sijui DCP inakufunika. Inakufunika ukiwa wapi? Kama uko na chama na hutaki DCP kufudike,
Amuka, toka kwa bibi yako, panda gari juu, zunguka Mlima Kenya, zunguka Western, zunguka Coast. Enda kule Nyanza, ambia Wakenya chama yako ni nini, chama yako inasimamia nini, na chama yako inataka nini. Lakini hatutakubali wale wazembe. Ni vizuri niseme hii. Hatutakubali wale wazembe ambao walienda kwa register of political parties, wakasajilisha vyama. Hizo cheti wakaweka kwa mattress wakalalia. Alafu sasa hapo wanataka wakuwe recognized kama party leader. Wewe ni party leader ya chama gani? Hawezi kuwa party leader ya chama ambao ni makaratasi umelalia kwa mattress na bibi yako hapo. Kama wewe ni party leader, tukuone kwa misafara, tukuone kwa mikutano, tukione ukiongea na Wakenya, ukiuza ideologies za chama yako. Kama hufanyi hivyo, achana na DCP. Kama wewe mwenyewe umeshindwa kuuza chama chako, mwenye anaweza kuuza chama chake kwa wananchi, msimurushie hizo mishale za upuzi na ujinga. Kama gari yako inashindwa kuenda speed ya 180, wacha wale ambao wako na mbio, wanaweza kusukuma gari zao zinakimbia speed ya 240. Wacha wakimbie na usilaumu mtu. Usilaumu mtu kama gari yako imeshindwa na mbio. Wewe ukizembea katika safari ya siasa, ukizembea katika safari ya kuuza chama, ukizembea katika safari ya kupopularize your party and your ideologies, don't blame Rigathi Gachagua, don't blame the DCP. Sisi tuko we are men on a mission to make sure we have restored the economic liberation of this country with Rigathi Gachagua, with the DCP party. Na hiyo ndio nia yetu, na hapo hatutoki. Kitu kingine, nimesikia William Ruto akisema ya kwamba siku ya jana eti hata patiana power ama mamlaka kwa watu ambao hawana plan. Mimi nataka niambie William Ruto, kila siku unatuambia you are not a madman. Kila siku ukiona wewe unatuambia you are not a madman. Lakini ile mambo unaongea inafanana na ya madman. Kwa sababu wewe tu kusema ati sisi hautapati, you not hand over to a clueless opposition. Bwana William Ruto, in this case hakuna mahali katiba imekupatia kazi ya kuhand over. Bwana William Ruto, yule amepatiwa kazi ya kuhand over power na katiba ni Wakenya, ni Mkenya. Wakenya ndio wako na kazi ama jukumu kisheria ya kufanya handover ya power from William Ruto to a new president, from so and so to so and so. Kwa hivyo ni kuambia Bwana William Ruto, hii kazi ya transition ambayo tunaelekea 2027, hakuna mahali tunakuhitaji. Tunahitaji tu watu wawili peke yao. Mtu wa kwanza tunahitaji ni IEBC wasimamie uchaguzi ya haki na ukweli, na rais mpya atangazwa pale Bomas. Akishatangazwa, mtu wa pili tunahitaji kutoka hapo Bwana William Ruto ni mtu ambaye anaitwa kiongozi wa mahakama, the Chief Justice. Huyo ndiye tunahitaji, mtu wa pili. Na huyo tunamhitaji pale Kasarani aapishe yule rais ambaye atakuwa amechaguliwa na Wakenya. Kutoka hapo, kazi yako William Ruto itakuwa imekwisha. Ile siku IEBC itatangaza rais mpya hapa Bomas, Bwana William Ruto, kazi yako itakuishia hapo. Kwa sababu hata ukikuja kule Kasarani, hakuna kwa program hautakuwa umewekwa mahali. Katika historia ya Kenya, an outgoing president au kwa gina ile role katika Kasarani wakati wa hand over, you don't have any role. Hata kwa speech hautakuwa kwa program, hautaongea. We saw last time Uhuru Kenyatta wakati alikuja hand over pale Kasarani, hakuwa kwa program, hata hakuna mahali aliongea kama outgoing president. So hata kama angekuja ama akosa kukuja, bado pia wewe tu ungeapishwa, sababu yule mtu wa maana tulikuwa tunahitaji akuwe hapo ni Chief Justice, na alikuwa hapo na akakuapisha. Kwa hivyo nikwambia William Ruto, sisi kama Wakenya wa jamhuri hii tunakuambia uache kiburi, tunakuambia uache madharau, tunakuambia uache hangover, tunakuambia sisi kama Wakenya ndio tuko na jukumu ya kuhakikisha kwamba tumefanya handover, tukunyang'anye power, tupatie Mkenya mwingine yule ambaye ataapishwa Kasarani na Chief Justice. Ile tu kazi unaweza fanya pengine kama utakuja. Nikwambie Bwana William Ruto, ile tu kazi kidogo utafanya pale Kasarani kama utakuja, ni ya kukagua gwaride ya heshima kwa mara ya mwisho. Na sisi kama Wakenya hata hatutaki hiyo siku kuja kukagua gwaride, kwa sababu utakuwa unatupotezea wakati my friend. Utakuwa unaimagine tuko na rais mpya, tuko pale saa 6 tunatarajia sasa apishwe ndio Kenya songe mbele, alafu wewe na unakuja hapo kupanda kwa ile karori, unaanza kukagua gwaride hapo kusalimia watu. That will be a wastage of time. Utakuwa unatupotezea masaa. Hatutakuhitaji hiyo siku kuja hapo kukagua gwaride.
So bwana William Ruto, hata ukiweza pale Bomas, rais mpya akitangazwa, wewe ukiweza potea, ingia kwa mashimo ingia kwa mashimo, wewe toroka. IBC imetangaza tumekuwa na president elect, wewe ingia kwa mashimo, wewe toroka. Ana kujificha kwa mashimo. Chief Justice ataapisha the president elect na Kenya itasonga mbele na kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hivyo hii mnajaribu kuuzia Wakenya uoga. Nikumbushe Wakenya hapa leo hii. Serikali ya Uhuru Kenyatta miaka 3 imeisha. Kwa sababu unajua ukisikiza vile mtu akiongea unaweza fikiria huyo jamaa anaanga Wakenya ni kama wajinga. Ukisikia vile mtu akiongea unaweza dhania anaongelesha watalii. Tumekuwa hapa, tumekuweko, tutakuweko. Miaka 3 imeisha, tulikuwa na serikali ya Uhuru Kenyatta. Walikuwa wanasema we will not hand over power to a thief. Hivyo ndivyo walikuwa wanakuambia vile mtu, nikukumbusha sasa. Hivyo ndivyo walikuwa wanakuambia. Only 3 years ago walikuwa wanasema ya kwamba they cannot hand over power to a thief. Lakini hawakujua ya kwamba they were not the ones who are supposed to hand over. Kulingana na sheria, Kenyans wao ndio walikuwa na mandate ya kuhand over. Na kwa sababu Wakenya wanajua sheria and we are democratic, tuliamuka, tukapiga kura, tukakuchagua, zikahesabiwa, zikajumuishwa, ukatangazwa kama mshindi, kesi kaenda kotini, Supreme Court ikasema ya kwamba umechaguliwa katika haki na ukweli, baadaye ukaenda ukaapishwa. Na wakati Supreme Court ilikupitisha kwamba uchaguzi umefanyika katika njia halali na kweli, Uhuru Kenyatta alifanya statement akasema ya kwamba even though William Ruto is not my choice, I will hand over power smiling because it is the law. It is the demands of the constitution. It is the dictates of the law. Lakini kiongozi wake akasema ya kwamba atarimeni kukua Raila Amolo Odinga. Na baadaye akakuja akapeana mamlaka ikaenda kwa sababu hiyo ni sheria hata kama hakuwa anataka. So the same way bwana William Ruto will happen to you. Hii vitisho mnajaribu hapa kusema to not hand over. Since when bwana William Ruto? Who gave you the mandates of handing over? Moi nani ali hand over kwake? Moi nani ali, na hata hiyo siku hatukuwa na katiba by the way, hata sasa tuko na katiba. Hiyo siku hatukuwa na katiba. Nani ali hand over kwa Moi? Mzee Jomo Kenyatta alifariki. Ile kamati inahusika na transition. Bwana Moi akaapishwa na akakuwa rais. Kwa hivyo the drafters of the 2020 constitution walikuwa na akili mingi, wakajua ya kwamba hatuwezi patia head of state jukumu ya kufanya handover kwa sababu anaweza kufa akiwa kwa kiti. Na akikufa akiwa kwa kiti tunaweza kuwa na crisis kwa sababu mtu wa handover atakosekana. Nafikiri that is why they made sure the constitution of 2020 ignored the head of state in the matters of transition, in the matters of handing over power. Hiyo mandate ikapatiana kwa wananchi na kwa mahakama ya juu, mahali ambapo Chief Justice ndio tu ako na kazi hapo kuhakikisha kwamba amepeleka rais pale mchana kwa uwanja na amemwapisha hapo, amekuwa rais mchana wazi kama Wakenya watu wanaona. Kwa hivyo bwana William Ruto, nikwambie hiyo vitisho tumezizoea. Tulikuwa na kina Murathe, they used to speak like you are crooks, the likes of Oscar Sudi, the likes of Murkomen and the rest. Hizi vitisho tushazoea, tumezizoea mara mingi. Kwa hivyo nothing new you are telling us. Hii ni kitu tumezoea. Niambia Wakenya, hii matamshi naona William Ruto akiongea akiwa juu ya gari kama makanga, wakiwa na hawa wakora wake kina Oscar Sudi, ni matamshi tu ya kuwaogopesha na ni matamshi tu ya kufanya ya kwamba mkate tamaa, muone ya kwamba hata tusipompigia ataingia tu. Hakuna kuingia, ataingia. Ni kura zitahesabiwa pale kwa streams moja. Kura zitahesabiwa kwa streams moja. Ikihesabiwa hapo inatangazwa and that is final. Na ndio maana hata sisi watu wa mrengo ya upinzani kusema ya kwamba hata William Ruto afanye nani kukua IBC, sisi hatuna shida. Sijuzi ameweka tu watu wenye aliweka, hata kama ni watu wake, hatuna shida kwa sababu hakuna kura zinakuanga Bomas. Bomas ni kujumuisha. Kura zinakuanga mashinani na kura ziko na wananchi. Kwa hivyo niambie Wakenya, take it from me, hiyo matamshi ya William Ruto si maneno mageni katika hii Kenya. Ni maneno ambayo tumezoea kwa mara mingi. Kwa hivyo msichukulie na maanani. Hiyo ni matamshi tu ya it is a street talk. Na William Ruto mnamjua tu ni mtu wa kuongea anything. Si alishi akituambia Raila Amolo Odinga ni mchawi, ni mganga. Saa hii huyo mganga wanakula naye State House. Saa hii huyo mganga alihamia State House, wanalala huko wote. Yule mtu alituambia ni mganga.
Kwa hivyo William Ruto msichukulie mambo yake serious. Tushamzoea kipindi yake, uongo yake, matusi yake tushazoea. Wakenya kitu ya muhimu ni kuhakikisha kwamba Gen Z wote wamejiandikisha, Gen Z wote wamechukua kipande, Gen Z wote wamejisajili kama wapiga kura. Hii kitu ingine tuhakikisha kwamba we are not splitted. Ma Gen Z, the millennials, tuhakikisha kwamba tumeshikana kwa umoja. Tupigane vita mpaka dakika ya mwisho, hata kama wanatuua kila siku. Tuhakikisha kwamba tumesimama kindete tukomboe taifa letu. Na niambie Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka na Martha Karua. Na nimeona huyu mtu ya Maharagwe. Huyu anaitwa Mr. Yesa. Kila siku anaenda hapa Ukambani anajaribu kuambia Wakamba ya kwamba Kalonzo is a brother, Kalonzo is a good man, Kalonzo is democratic, Kalonzo hana scandal. I want to dare Mr. Yesa, if truly you mean well for Kalonzo, wacha kuenda kuongea uzuri yake ukiwa Ukambani. Ukikuja hapa Mlima Kenya ongea uzuri yake tukutambue. Kama wewe ni mwanaume Mr. Yesa, wacha kuongea mambo ya Kalonzo wakati umeenda hapa Kitui. Ukienda kule Rift Valley kwa kina Oscar Sudi, ongea uzuri ya Kalonzo kuwa huko ndio tukutambue. Lakini hii utapeli hapa unafiki na ukora na ujinga. Hii ujinga mtaacha. Hii ujinga niambia Wakamba msijaribu kusikiza maneno ya upuzi. Wanajifanya wanakuja hapa kuwaletea maneno matamu. Ati wanamuonyesha vile Kalonzo ni pop. Kwa nini wanaambia Kalonzo ni kama pop? Kwa nini wanawaambia Kalonzo ni msafi kama pop wakati wamekuja hapa kuleta Maharagwe? Ndivyo msiwafukuze. Kama wanajua Kalonzo ni mzuri, hii ambao ni ukweli Kalonzo ni mzuri. Na kwa sababu Kalonzo ni mzuri, kwa nini hawaongei wakiwa Nairobi? Kwa nini hawaongei wakiwa kule Kajiado? Wanaongea tu. Hata huyu mwizi anaitwa Faruk. Nimesikia wakati hapa anaenda hapa Kibwezi. Ndio ile tu wakati anaenda hapa kuongea mambo ya Kalonzo. Na niambia Wakenya, hasa wale viongozi ambao wamechaguliwa. Hata nyinyi mwamuke bana. Niona huyo jamaa anaitwa Faruk anasomea mtu amechaguliwa na wananchi. Jamaa hajachaguliwa na mtu yote. Faruk hakuna siku amepigwa kwa mtu yote. Lakini saa hii kiburi iko juu. Anaongea na microphone mbili kama rais wa Kenya. Ako na audacity ya kusomea viongozi wamechaguliwa na wananchi na hakuna mtu amemchagua. Sisi hawezi tuambia kitu. Kwa hivyo niambie jamii ya Wakamba msijaribu kudanganywa na hawa matapeli. Ile umoja ambaye sisi tuko nyuma yake ni umoja ya Kalonzo, Rigathi Gachagua, Eugene, Martha, Matiang'i, Natembeya, Mukisa, Mithika, Munya, hiyo grupu yote wale ambao wameshikana tukomboe taifa letu. Hiyo ndio ile umoja tuko nyuma yake. Na tutashikana. Kama sisi ni makuzo, waacha kuhara. Kama sisi ni makuzo, waacha kulia. Kama sisi ni makuzo, waacha kuhangaika. Walituita majina mingi. Sasa sisi tumeanza kukua makuzo. Hata tunaenda huko Western next week kuona makuzo wengine. Tuende kule Nyanza kule Kisii tuone makuzo wengine. Na itaendelea hivyo. Yule yako na shida ukitaka kujinyonga jinyonge. Lakini that is the way to go. Na hiyo ndio ile safari tutapitia kuhakikisha kwamba tumekomboa taifa letu la Kenya. Kwa hayo mengi na machache, nitachukua swali moja. Kama hakuna swali, tunaweza tamatishia hapo. Kama hakuna swali, kuna swali? Kama hakuna swali, tutatamatishia hapo. Tuambie Wakenya tusimame kidete, tusiuziwe uoga, tushikamane kwa umoja, tuweke amani, tupendane. Hii nchi ni yetu. Wale viongozi wamekalia viti, sisi ndio tumewaajiri. Ni ushuru yetu inawalipa, ni pesa yetu inafaa kufanya maendeleo. Kwa hivyo tuko na haki kisheria kuhakikisha kwamba tumewakosoa. Na ndivyo maana siku nyingine nimesema ya kwamba kama wewe ni MCA, wewe ni MP, wewe ni governor, wewe ni senator, wewe ni president na hautaki kukosolewa, hautaki vijana kwa mtandao wa kudiscuss, hautaki vijana kwa mtandao wa kuoppose, na wewe umechaguliwa na wananchi unakula pesa ya umma, rudi kwa bibi yako mapema. Achana na kiti ya umma, achana na kiti ya Wakenya, rudi kwa bibi yako. Na ukiwa kwa bibi yako hakuna mtu atakudiscuss anywhere, hakuna mtu atakuoppose, hakuna mtu atakriticize wewe ukiwa kwa bibi yako. Lakini for as long as uko katika ofisi ya umma, my friend, na umechaguliwa na Wakenya na kula pesa ya umma, unakula ushuru yetu, tutakukosoa usiku, mchana, asubuhi, leo, kesho kutwa, mtondogo. Asanteni sana.